kwa sababu sasa nyinyi ndio mko na following kubwa sana. Now I have the following to say. First of all is to condemn whatever happened, and I have this one to say. And this is the reason why I'm saying this is because Peter Salasya should not be treated like as somebody who is a very useless person. I'm an equal person and who has a very big following in this country. Right now, I'm known across this country, and I can be treated like among the top 10 politicians who are very powerful in this country who can call shots. Peter Salasya is among them. And I want to say this in regard to what happened. And I want to remind the people, more so those goons of ODM who fought me, because I remember that day I went there to watch football. I didn't anticipate that there's going to be fights left, right. But I knew that football brings Kenyans together, and we were there. And they chased me, and when they chased me, I was surprised that they were beaten, because they chased a blessing and left behind maybe the bad omens behind. Anyway, let's continue now. Uhuru called Raila Kihi. Raila supporters almost did not beat him. Instead, it led to handshake. Number 2, Raila called Uhuru Mlevi wa Bangi. Uhuru supporters or Kikuyu people did not beat Raila. Instead, it led to my brother. Ruto called Raila Muganga, Mchawi, Vitendawili. Raila supporters and Luos did not beat Ruto. Instead, it led to bread-based government. Raila called Ruto Mwizi, Muaji, land grabber, most corrupt person in Africa, but Ruto supporters did not beat Raila. Instead, we have my senior brother. Raila is a statesman and can only lead all Africa as AUC chairman. Salasya just called Raila conman and lying to Luya Nation for his stomach on TikTok, and is being hunted down like a rat and beaten by Raila supporters when going to watch an international match between Kenya versus another African nation, Gabon. Raila said many things to Kibaki. We know how it ended. Gachagua said many bad things to Uhuru, and we all know now that what is happening in the backyard. Ruto said many things to Uhuru, including Lazy, Dynasty, ETC, Cerelac, and we know how they ended after Hague. Why did this meeting start way back, so that we know that the norm? So the one for PK Salasya has become the most gross to Luos and Raila supporters to warrant beating and embarrassing ourselves in front of visitors. Raila supporters and goons beating Salasya because Salasya has said Raila time is over and he has been cheating Luya people for his stomach, is being equal to the young men and women abducted when they put people in coffins. Were it that Raila could have been president of Kenya, he could do worse than abduction. Political intolerance must stop. Thank you. Now Muhesh, niko na swali. I would like to know how it started pale Nyayo. Kuliendaje? Kuna watu ambao wanasema ni wewe ulianzisha vita, sijui ulianza kutusiana. Now let's hear from you because you are there, you know what happened. First, mimi nilienda that day. Mimi nilikuwa peke yangu. I was just along with my friend, just a small guy called Jemo, rafiki yangu sana, with my driver. So tukaenda pale, sisi tukaingia. Wakati kuingia pale, sikuwa na chochote, nilikuwa nimevaa sports, so I didn't carry anything. So wakati nilikuja, watu walianza tu kuniona kwa entrance. Na watu walioga wanaoniona walikuwa wamejipanga, na wale walikuwa na zile jackets zimeitwa FKF, wameandika FKF stewards. Na it's like hao ndio walikuwa wamefanya ni kama ni at stewards, ni wale watu wa kupatiana direction, but ila hali wao ndio watu ambao walikuwa wamejiweka ndio wani direct kunipeleka wenye goons walikuwa. Sasa jamaa wananipeleka. I love something so funny. Wale ambao nilianza nao ndio wale ambao walinifikisha huko, ndio walinitoa mbio na wakanipiga. Na wengine sasa wakajoin pale. So it was a planned thing. Now, maybe 2 questions from me. Number 1, how bad was it? And number 2, kuna videos of course umekuwa ukipost kwenye Instagram, and a lot of people wamekuwa wakisema umelipa watu. Maybe you can also address that. Mimi Peter Salasya, watu wanapenda mimi Kenya yote. Na unajua kitu ambayo imeelicit kama Luya people is because people who attacked me, they were the same, yani walikuwa wanaongea the same accent
accent moja wakijua accent, kuna accent ya Wakikuyu, kuna accent ya Waluya, kuna accent ya Wajaluo. Sasa ndio watu wangu wakasema hapana, mbona mnataka kutupigia, mnataka kutuulia mtoto wetu. Sasa ndio unaona kila mtu anatoa pale, hata sasa wengine pia wamejoin. Sasa huwezi lipa zaidi ya watu 1,000,000 ambao wamekuwa wakitoa clips, wakikashifu haya maneno. Ndio umeona hawa ni my young people. Unaona hao ni my young people ambao walikuwa wanaongea, kwa sababu sasa saa hii sisi tulikuwa tunataka kwenda kwa kuleta mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. How comes ati ya kwamba sasa wengine wameona sasa wako kwa serikali, sasa wanatupiga watu kama sisi wenye tunaambiana ukweli? Na unajua mimi najiuliza, nimeuliza wale watu wa Bulls ODM ama wale watu wenye wanaona ya kwamba niliongea vibaya na insult. Kuinsult mtu ni nini? Niliongea tu, wakati alisema tumerudi. Nikasema tumerudi kufanya nini? Umerudi kufanya nini? Kama umeenda Yesu na wale kuambia, uliuliza nani? Sasa niulize. Hiyo ni matusi. Nikasema conman, political conman. Is political conman because you know his history. He has been in 3 governments. Consecutive, alikuwa kwa serikali ya Kibaki, alikuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, ako kwa serikali ya Ruto. Sasa political conmanship nikisema nitakuwa nimedanganyia wapi? Sasa nimuniambie leo, mimi nataka niulize wale watu wenye wanasema, you know, I don't want to profile any community, but now imeingia vita kati ya Waluya na Wajaluo, but sitaki kwenda to that extent. But kama that is the, because watu ambao wananitusi sana ni watu wenye wanatoka, okay, si wote lakini majority of them. Sasa mimi nataka tuwaulize watu wa Nyanza kama ni wale ambao wenye waja confirm bado wangali kwa ile colonization ya mzee, wangali bado. Kweli mimi ni kijana, nikiita Raila mzee ni shida, si ni mzee, nataka niite Raila kijana, sitakuwa na mtusi. Hiyo ndio nimesema, hiyo ndio maneno ambayo nimetumia. Sasa mimi nataka nikuje kwa ukarimu sana niwaulize, mnataka nikicorrect Raila wenu huyu ama Mungu wenu huyo, nimcorrect kwa njia gani? Nimwambie nitakuwa nasimama chini na piga magoti, alafu namwambia wacha kuchukua kudanganya wa Kenya ama kufanya kama wewe ndio unamshikilia akili zao. That is what we said. And some people feel you did wrong kumuita conman. Are you ready to apologize now? Now, apologize. Conman, hata mimi ukiniita conman, if I have something to substantiate political conman, am I the first person to talk about political conmanship? Raila nani alisema the Lord of Poverty? Nani Duale? Si alisema the Lord of Poverty? Si alikuwa MP? Mbona hawakupiga Duale? Wanataka kupiga mtoto mdogo mimi Peter Selasia. Na mimi ndio kingpin. Haleluya. Mimi ndio kusema. Haleluya. Na vijana wote hata sasa hivi wanazania ndio sikuwa the Traore wa Kenya sasa hivi. Alafu wanapiga mimi Peter Selasia. So we as young people, maybe let me come back to your question. You say that I cannot apologize for calling him conmanship because mimi nilikuwa kwa maandamano ya sufuria. Nilikuwa kwa maandamano ya sufuria hapo KICC. Pale nilikuwa kwa maandamano ya KICC na nilikuwa na kinyasa. Walitupiga pale. Wakati tulienda pale na walituita ati ya kwamba tunataka kwenda, and I can remind the Kenyans. Wakati tulienda tukauliza Mheshimiwa Raila ya kwamba unataka nini, what is the end game? Akasema anataka kwenda kwa mazungumzo na Ruto. Si ndio? Pale tukiwa pale Karen. Sasa wakati pia alienda kwenda kwa maneno ya kusign mambo ya AUC, mbona angesema kwamba his brother ametuita amesema ati ya kwamba twende tusign, anataka niende nisimame kiti cha AUC. Alituita kwa sisi wenye tulisimama naye. That is nayo ni kukoni watu kipolitically. Aya, mambo mengine ya pili, sisi wakati tulikuja hapo maneno ya political conmanship, wakateka advantage ya Gen Z movement, akapeleka expert, akaita watu wake wa ODM experts. Unaelewa? Sasa akaacha sisi watu wa chama chetu cha DAP, Jubilee, na tulikuwa na kwa Azimio, tulikuwa na Wiper, akatuweka kwa mataa. Did he ask him anything? Sio ni political conmanship. Sio ni, alafu mimi nikasema, hadi sasa consultation. Na mimi nikasema tu kweli, asha already sign mkataba. Hii ni kudanganya wananchi wa Kenya. Sasa na nikasema hebu ngoja tu na hii kumaliza na siku 2 kabla ameenda na anasema nataka kusimama MOU. Sasa mimi nauliza, nikisema hiyo political conmanship, hiyo ni shida ama si shida? Na mnanipiga, mnataka nifanye nini?
if it happened, if it happened today, sababu of course you're a youth, Honorable Raila Odinga akuite labda so that you can talk about everything. Are you ready to? Yes, nitakuja nimwambie kama juzi watu tulikuwa tuna expect aongee mambo ya majority leadership yenye ya koti ili announce katika National Assembly, si ndio? Mbona ajai address hiyo maneno, aseme Azimio tunataka tukupatiwe what belongs to us. Sasa which means that is not serious with looking for the leadership. Unaona hiyo maneno? Sasa mimi nataka kupiga chini magoti, kuuliza wale watu ambao walinipiga chini, walinipiga mimi. Wakati nitakuwa kuanzia leo. Kwa sababu we are not stopping at any given point. Because this is the time that people need to know the truth. And no one enjoys the autonomy of Gunism. Sasa mimi nitakuwa napiga chini magoti, alafu napiga hivi, alafu namwambia ukweli, nitakuwa napiga hivi magoti. Unaona? Alafu namwambia wewe Raila Odinga, sikiza venye tunakuambia kwa heshima. Kwa sababu tukisema hivi wanatupiga, lakini lazima sikia jue pia Wakenya wamechoka. That one is okay. Meshachani ulize hivi. The longest time tunajonga Waluya na Tunyanza wanakuwa pamoja. What makes you kuwe sure hao wenye walikupiga hiyo time ni ODM bonus wenye wamesema? First of all walikuwa wanaongea accent moja na ulisikia Gaucho na timu yake. Gaucho ni mtu mdogo sana, siwezi ongea hata mambo yake, anataka pia nimuongeleshe. Na huyo MC wa Korokosho na hao wengine. Kwanza MC wa Korokosho alinipiga ngumi hapa. Hey, MC ni tukupata tu na siku moja naweza piga, lakini mlikuwa wengi. Hiyo siku. Mkanishika mkanifia. Wale siku nilikuwa na kazi mbili. Kutoka vitu mbili, lakini niliosema maneno bado. So now coming to your point, masema Ricky imekuwa mingi se bwana, mnaweza haribu kana kamera zenu bwana. Kipindi ilikuwa na msuri. Twende tusimame pale kwa baranda pale, alafu tumalize mambo yetu. Karibu bwana, kamera bwana, na tunahasol kupata kamera bwana. Bwana kamera bwana, hebu funika bwana kamera bwana. Sasa uchumi si mzuri. Maje bosi. Tuendelee sawa. Hapo si ndio? Hata mimi naweza pigwa na mvua lakini mkoe sawa. Si ndio? Nikoe huku. Niko sawa. Haya, mkiwa ready mniambie, turudi mniulize maswali gumu. Ndio kipindi itoke vizuri Kuja hapa nikupatie space. Hapa iko sawa? Na swali sikuje. Shiko. Alafu mniulize Nataka hii space. as young people now what is the way forward? As young people what is the way forward? Tunafanya aje hii mambo ya tribalism itoke? Na mniulize watu, unafikiria watu wenye walikuwa attack na age gani? Sawa. Peter Kaluma mniulize pia hizo maswali. Sawa. Fanya hivyo. Haya, simama hapa. Iko sawa. Haya, tuende kazi. Napeperusha kitu international. Already guys. Haya. Nilikuwa naendelea na swali. Haya. Sawa. Mwesh, nilikuwa nauliza hivi. Twende kazi. Twende kazi. Nilikuwa nauliza hivi. Ukiangalia Kenya sasa hii, mambo ya tribalism imeshika juu sana. Na H bracket wenye walikuwa attack pale. Ukiangalia most of them ni Gen Z. Ndio kuna wengine wakubwa. Tribalism hapa Kenya imeshika mizizi. Imaliza aje? Kwanza watu ambao wanamaliza hii Kenya na tribalism, umeona ni wale watu ambao wanakuja pamoja at kingpins. So unaona sasa kama huyu alienda akasema kwamba Raila na Ruto wanakuja pamoja, si ndio? Alafu wanaleta, umeona juzi viongozi wa Luya wameenda huko. Sasa watu ambao wanasumbua kasumba ya political ambao wanataka kutuambukiza Gen Z. Unajua sisi Gen Z ama the young people tulikuwa tumeanza a revolution, na hii revolution is still on. Sasa they want to bring back us into the mambo ya tribalism.
Na uliangalia watu ambao wali attack Peter Salasya ni watu ambao wako age ambao wako 40s, 39, walikuwa in 40s. Unaona? 40 something wakaenda mbele. Sasa ukiangalia ni watu ambao si Gen Z ama hawana ideology ya Gen Z. So ndio mimi nataka kusema kwamba sisi vijana wadogo ambao wako pale, Kaujo ni mtu mkubwa. Kaujo ni mtu akona miaka kama huyo MCA ni 40, Kaujo ni 40. Sasa ananishinda na anapiga mtoto mdogo ambaye amejituma. Hii mwili imepigwa. Nataka kuambia jamaa, nimepigwa. Kufika peke nimepigwa. Nimepigwa. Karibu niongee Kiswahili. Nilipigwa sana. Na every time na mimi kurudi hapo kabla nirudi kwa swali, kila mtu ambaye anapiga Peter Salasya huwa anakufa. If you touch my body, you die. That's why I've never, by the way, let me tell you for your information, since I started getting beatings in my life, I've never sued anyone in my life, by the way, or stand up and go to the court ati nimepeleka mtu kotini. I've never gone to. I live for the natural justice to fall. But I also warned them that wasizoee. Kwa Kilio anasema kulia kunale kuna jiro mhola. Yani ukizoea, sometimes unafikiria Peter Salasya is very harmless. Next time ukuje maybe maneno imeharibika. Sasa coming to that point, the young people of the Luo Nation, I want to address you with a lot of, and I'm happy that I've received many videos coming on my side. Ya kwamba they don't, because what the Luo Nation they are experiencing today, they are experiencing what you call the colonization of one person, one family. That is what exactly happening. There's no any interest of the Luo person mwenye ako pale ati anaweza kuwa. Sasa angalia kama positions zikikuja. Wamechukua Mbadi, yamekuwa treasurer. Uliza watu wa Homa Bay, mmeletewa nini? Hakuna kitu ambayo imekuja. Wamechukua Opiyo Ndai, yamekuwa minority leader. Badala ya kuchukua hata professor wamesoma huko sana kwa Luo Nation. Hakuna mtu ambaye amechukua kusoma, lakini wanachukua watu ambao yani they are their friends. So I want to ask the people, the young people of Luo Nation, stand up. If I could, like as a young person, I fought with the euphoria ya ODM through kina Oparanya. I fought with Oparanya to get where I am today. Yani kupata opinion nimefanya, I worked on my own. So I want to ask the young people from the Luo Nation, stop following Raila. Raila will never help you at any given point. Those who have died because of Raila have never gained anything at all. They die, they are forgotten. Sasa mimi nataka niulize vijana, ile movement ambayo tulianzisha ya revolution ya kuleta mapinduzi yani ya uongozi mzuri, we should not be confused by some older people, because the older people, like ukiangalia kina Kaluma, kina Mili, they know that without Raila they are done, they are nobodies, they are busybodies. The only thing that they can benefit is to shout harder, and they are on record. Opondo Kaluma has been saying that Boraya shout Raila tosha, he is guaranteed of coming back to the parliament. Na angalia hao watu wakipata, they don't do work. Wanapotelea huku Nairobi. They are not like people like us. Every time we are on the weekend, we are coming up with initiatives, and that is what. Asa wewe kama ni kijana, unatusi kijana mwenzako. Na hiyo ndio imefanya. Na nyinyi nataka niambie our young people from the Luo Nation, don't accept your community to be profiled, because as things goes like that, the Gen Z are going to profile the entire community that they don't want change. Let us forget about mambo ambayo imeongelewa sijui nini. Sisi, we are the future of this nation. So if we allow this thing of worshiping Raila, worshiping sijui nani iendelee, sisi nchi yetu ya Kenya itaenda kupata ukombozi maybe 50 years from now, 30 years from now. And we are the only people who are going to change the politics. And we are, in fact, we had reached at the bridge. Uliona the political class wameungana pamoja, because they know that if they don't ungana pamoja, they are done. So what we need to do is to unite together. Tuseme tukashifu. Sijaona hata ni wajaluo kidogo sana ambao nimeona wakikashifu wale watu ambao wanasema kina Moshi wanaongea, wamelewa, hakuna mjaluo yote ambaye anaweza wakashifu, wanaongea.
wanaongea, wanasema nilipigwa na mafans wa Gabon, wana celebrate. Na wanajui pia ndugu zangu pia wanaona. Na vijana wangu, pigeni kelele. Paka hasa nataka hii vita tunamaliza hivi. Nataka vijana wa Luo Nation watoe press statement. Waseme we disassociate ourselves from whatever happened at Nyayo Stadium. Sindio? Sisi wenyewe tumetusi. Hata Junet alitusi Ruto. Ati Ruto wewe ni kondoo yenye haina meno. Si alitusi? Si alisema? Mlisikia wakimpiga? Sasa those are the conversation. No one has an autonomy of Gunism in this country. Mheshimiwa, tunaona pale Nyayo ulisema ulienda bila security kwa sababu unajua football is a peaceful game, na hata ukiangalia kule wako Mumias unanga security most of the time. So after this may happen, would you check on your security or what? Yeah, everything has changed. Everything has changed. My security, I've changed the whole my security system, and everything has changed. Sasa saa hivi ni national. Saa hivi utakinisongea papa, ukinisongea. Kuno. Sasa saa hivi utasiwahi nisongea ovyo tunataka kuniattack. Umesikia chini nimesema saa hii hakuna kusongea mheshimiwa kwa sababu sasa kuna watu ambao wako na bad intentions. And mimi I used to think Kenyans wanasema wanataka viongozi ambao wana mingle nao. Mimi wakati nilikuja mimi sipenda kukaa na VIP. Mimi nataka nikuje nikae na wananchi wa kawaida. Sasa kama mwananchi wa kawaida mimi kukuja pale mnipige, mnataka muone viongozi wakuja wanadressia kwa sunroof, wanafanya hivyo. Is that what we want as Kenyans? Because now everyone will fear moving closer to the watu na pia mkuwe na security harassment. Because I'm a very, and I told you, for those who have beaten me, they always die. And when they die, I cry. Because I like crying when I'm alone. I cry, then I say, oh God, why did you do that for that man? Oh, he had a family, he had what. So, I like crying. At the moment I cry, God does things because I'm a truthful man. And I've always stood with Kenyans. I never voted for the finance bill. As their MPs of Luo Nyanza, they voted for impeachment of Gachagua. What happened after voting for Gachagua? What have they changed? Unaona? Tuendelee mbele. I have a question. Okay. Apparently una condemn Raila the cause of all this. When kiongozi Karo, have you ever reached out to him? Wewe nikuulize tangu Raila aende UC. Ulisikia kama ameita Kalonzo, ameita kina Eugene, ameita wenzake. Umesikia? Ulisikia? Hata ametoa press statement, hata amewaita wamekataa kukuja. Na ulisikia wakati koti ilisema ati wanataka maneno ya Azimio ndio majority. Ulisikia akisema na sasa sisi viongozi wa Azimio tukuje pamoja, tuongee maneno, turudishe nyumba yetu pamoja, we bring change in the parliament. Alafu yeye anaongea huko nje, alishani mbaya, shani mbaya. And yet he has the members of parliament he controls. Why can he order his members of parliament to come and do away with the Shah, with the act of the Shah that brought Shah in place? He's not that. So he's like us. So that's why I've said that we are not, in fact, Raila has confused me because my focus was on the key leadership huko mbele. Na yeye alikuwa kama venye alikuwa ameretire kwa politics, and as long as he's in the active politics we will tell him the truth. Akiretire kama yeye ni mzee anataka heshima, awachane na siasa. Umesikia wewe wale vijana ambao mnanipiga, nasema mwambie baba mzee Raila ya kwamba akitaka heshima atoke kwa siasa. This ideology which says Peter Salasha is fighting for Kingpin in Western. That's why all these stories happening. Do you think the thing is true? No, I'm not fighting. I always say that leaders emerge. There is no anyone who will come and say, like for example today, ati wewe sasa ni kiongozi, ati wewe ni king. You cannot. Leaders emerge. And what we really wanted is that we wanted Raila to be the statesman. But now, he should stop now commenting on the national issues. And I think that is the only way we are going to respect him. Sasa yeye, akirespond, wacha arespondie through his members katika bunge. Unaona? Akirespondia, akisema like Shani Mbaya, we want to see the next week ameleta motion
ya mtu wa ODM akisema SHA we want to remove it. That is the time we are going to respect him. But hii mambo ingine we are not going. Sunday kuna game ya mashemeji. Ehe. Sijui kama unaenda because kumeona kwa kuna warning pale unaambiwa usikanyage kwa hiyo uwanja. Bwana, sasa nimejipanga. Hakuna mtu anaweza shtua mimi. Mliona vijana, niko na vijana Nairobi hapa. Na vijana niko nao. Wakitaka ngumi tutapigana. Wakitaka mawe tutapigana na mawe. Hakuna mtu atashtua mwananchi wa Kenya siku yoyote hapa. Na sisi tutakuwa hapa, nitaenda event yangu, niko na event ya kutana na all form 4 candidates wote kesho. Alafu narudi Nairobi. Mheshimiwa, since uko na shida na bwana Raila Odinga, do you think you'll continue being in ODM? Mimi siko kwa ODM na mimi walinitoa kwa chama, walinitoa kwa komiti zote. Sasa hii mimi naangalia supu ya wabunge, naangalia chakula ya wabunge. Unaona? Walichukua vitu yote, budget wakachukua, agriculture wakachukua sijui nini. Wakatikoni. Nibebee supu nipelekee watu wangu wa nyumbani kwa kuja na mimi supu shwari. Hata sasa chakula sisi nilipa huko kwa hoteli ya bunge. That's the only thing I can talking of revolution, yes. We are Kenyans, we are sure that revolution will come. But now you can't, people watu wanakuko nje wanasema hatuwezi imba revolution tukiimba tu Ruto Masinga. What do you think should be done apart from coming together to make sure that this government is out of power come 2022? What I want to tell them that let us stop this conversation of Raila. Let us remove things called Raila in our minds. Let us go back to the agenda tuongelee zile policies ambazo ziko na tuache intimidation. Ati mtu akiongea hivi, Raila has come just to confuse us from the key point. But the good thing is he has known anytime ata comment tutakuwa naye, lakini beginning today henceforth I'm now going to focus to the national issues ambazo zina touch on Kenyans. Lakini watu wake wakinitusi tutarudi tena hapo. I think that is what I can just say. Yeah, and maybe a message to the president. The message to the president is that I saw them yesterday meeting with all the Luhya leaders yesterday. Wamekuwa huko kwa State House for I don't know how many times. Kakamega airport will close like about 6 months ago. Wakaweka pale, wakaenda pale Kakamega airport ilifunga barabara zote zenye Uhuru Kenyatta alianzisha zote, hakuna contractor mai rudi huko. Level 6 hospital ilikwama, and alikuwa amepromise watu wa Kakamega ataleta 250 million, county ongeze 250, ilikunywa maji, sijui industrial whatever zilikunywa maji. Sasa hao bunge wanaenda huko, wanakuwa na kikao ya kukunywa chai na wanapata handout, wanarudi nyumbani. Nilisema hiyo ujinga ya kwenda kwa State House hiyo mimi nilikataa. Sienda hiyo maneno. So we are saying that going forward, let us force youth tuingelee na ile msisimuko, na those leaders ambao wanajifanya they are our kingpins ama viongozi wenu, they will follow. Let us not allow the politician to give us direction, but let us give direction to those leaders to follow us. I think that is what will bring the revolution. Yeah. Nilipigwa, unajua sasa pale nilipigwa si kwenda hospitali, lakini tunaita kwa Kiluya Tingorambiri, ilikuwa mingi sana. Unajua MCR ni mkubwa. Sasa kulikuwa kunaniwekelea hapa. Sasa at least naendelea mzuri. Mapua yangu hapa unaona imekuwa black hivi. Walipiga. I think that was okay, right? So, do you have anything else? Thank you so much. Asante sana.